kusudi la kuishi, na tukasema tunaposema kusudi tunazungumzia sababu ya kuwepo kwa mtu, sababu ya kuwepo kwa mtu. Na tukasema moja ya swali muhimu la kujiuliza na kupata majibu kwa kila mtu ili aweze kuyatendea maisha haki ni kujiuliza, hivi mimi ni kwa nini ninaishi? Kwa nini ninaishi? Kwa nini niko duniani? Kwa sababu kwa ukweli ni kwamba kila aliyeko duniani yuko kwa kusudi. Amen. Na tukaona andiko letu la msingi ambalo tulisoma jana, Waebrania sura ya 10 mstari wa 7. Yesu anasema, maneno haya yanamzungumziwa Yesu, anasema, ndipo niliposema tazama nimekuja, na katika gombo la chuo nimeandikiwa niyatende mapenzi yako, au niyafanye makusudi yako. Na tukaona hili neno nimeandikiwa tunaweza kuliweka kwa maana mbili. Maana ya kwanza, kusudi la Yesu lilikuwa limeandikwa katika neno la Mungu, na ndio maana unaona Yesu tangu anaanza kazi anaanza kwa kutembea kwenye neno la Mungu, na mwisho kabisa anamaliza kazi msalabani kwa neno la Mungu. Lakini namba mbili, anaposema imeandikiwa, maana yake ni jambo ambalo tayari lilikuwepo kabla ya kuwepo, tayari lilipangwa kabla. Sasa sio tu kwa Yesu, hata kwetu sisi. Amen. Na tukaanza kuangalia mambo muhimu ya kufahamu kuhusiana na kusudi, ambayo atageuza kabisa ufahamu wetu na kugeuza mtazamo wetu tunapoyatazama maisha. Jambo la kwanza tukasema, kusudi lako au kusudi langu lilikuwepo kabla yangu. Amen. Siku zote kusudi la kitu huwa linatengenezwa kabla ya kitu chenyewe kutengenezwa. Na nikatoa mfano wa jengo. Kabla hujaliona jengo, kusudi la jengo lilikuwepo. Kabla hujaiona nyumba, kusudi la nyumba lilikuwepo. Watu hawaanzi kujenga nyumba na kufikiria cha kufanya. Watu wanaanza wanajua cha kufanya, na nyumba wanayotaka kuijenga ndipo wanajenga sawasawa na vile ambavyo inatakiwa. Na ndivyo ilivyo kwetu sisi wanadamu. Kama ambavyo majengo yanapishana kwa makusudi, na ndivyo ilivyo na sisi. Utofauti wetu ni kwa makusudi na sio kwa mashindano. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26, tukaona Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Kwa hiyo hapa tuliona ni uumbaji wa wanadamu wote. Na kusudi ni nini? Kusudi ni kutawala kwenye maeneo mbalimbali ya maisha. Alafu tukaona pia na kwenye Yeremia 1:4 na 5. Jambo la pili tukasema, thamani ya maisha ya mtu iko kwenye kujua kwa nini yuko duniani. Thamani ya maisha ya mtu iko kwenye kujua kwa nini yuko duniani. Na hilo ndio tuliangalia na kuishia jana. Tukasema hauwezi kukithamini kitu ipasavyo kama hujajua thamani yake, na hauwezi kukithamini kitu ipasavyo kama hujajua kusudi lake. Watu wengi wanaishi maisha yasiyo ya thamani kwa sababu hawajui walichobeba. Laiti Mungu angetufunulia kile ambacho tumebeba, yale makusudi makubwa ambayo alituleta duniani kuyafanya, kuna vitu vingi tungejirekebisha bila kulazimishwa na mtu. Kuna nidhamu nyingi tungekuwa nazo bila kulazimishwa na mtu. Kuna kumkaribia kwingi tungekuwa nako bila kulazimishwa na mtu, kwa sababu tungegundua kwamba huu ukuu ambao umeweka ndani yetu hauwezekani bila huyu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na moja ishara ya kugundua mtu ambaye anaenda mbali, ana kusudi kuu mbele yake ambalo litatimia, ni kumwangalia sasa namna anavyoishi maisha ya kujinidhamisha. Ndio maana maandiko yanasema, pasipo maono watu wacha kujizuia. Mtu asiye na maono, kitu kitakachodhihirisha ni maisha
yasiyo na kujizuia. Kujizuia maana yake ni nidhamu. Kwa moja ishara ya kwamba wewe una maono, kuna mahali unaona, kuna jambo kuu ambalo Mungu ameweka ndani yako unaliona, ni kuishi maisha ya nidhamu. Kiwango chako cha nidhamu kitategemea na kiwango chako cha kujua kusudi la Mungu ulilolibeba. Kiwango chako cha nidhamu kitategemea na kiwango chako cha kujua kusudi la Mungu ulilolibeba. Kiwango chako cha nidhamu ya muda kitategemea kujua kusudi ulilobeba. Kiwango chako cha nidhamu ya usingizi, nidhamu ya mifungo, nidhamu mbalimbali na bidii ulionayo kinategemea na unajua nini kuhusiana na kusudi lile ulilobeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hilo ndio tuliishia jana. Nataka leo tuende jambo la tatu. Jambo la tatu la muhimu kufahamu kuhusu kusudi. Urefu wa maisha ya mtu umefungwa kwenye kusudi na maagizo binafsi yanayoambatana na kusudi. Nataka nitolee mfano hii chupa ya maji. Urefu wa maisha ya mtu umefungwa kwenye kusudi na maagizo binafsi yanayoambatana na kusudi. Urefu wa maisha ya mtu umefungwa kwenye kusudi na maagizo binafsi yanayoambatana na kusudi. Moja ya sababu ambayo inasababisha watu kufa kabla ya wakati ni kuishi nje ya kusudi. Ni kweli tunamwamini Mungu kwa ajili ya maisha marefu, lakini mtu ambaye anaishi nje ya kusudi anahatarisha maisha yake, anaweza kukatiza maisha yake kabla ya wakati. Kwa nini? Kwa sababu urefu wa maisha ya mtu umefungwa kwenye kusudi na maagizo binafsi. Zingatia neno maagizo binafsi yanayoambatana na hilo kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hii chupa ya maji. Hii chupa ilitengenezwa kwa kusudi lipi? Ni kwa kusudi la kuhifadhi maji, au tukifafanua zaidi, ilitengenezwa kwa kusudi la kuhifadhi maji baridi, au tukiongeza zaidi tunaweza tukasema hii chupa ilitengenezwa kwa kusudi la kuhifadhi vimiminika baridi. Amen. Na hii chupa ina maagizo yake ili iishi sana. Kwa mfano, tukinywa haya maji yakaisha, tukaweka maji mengine ya baridi, hakuna shida. Tukaweka mafuta ya baridi, hakuna shida. Tukaweka asali au kitu chochote kimiminika kinaweza kuingia humu, tutatumia, tutamaliza, na chupa itaendelea kuwepo. Inaweza ikakaa mwaka, miaka miwili, hata miaka mitatu. Plastiki haziishi haraka. Hata miaka mitatu itaonekana kuchakaa, lakini bado itakuwepo. Amen. Lakini tukichukua hii chupa tukamaliza kutumia ya maji, tukaweka mafuta ya moto sana, nini kitatokea? Chupa itaharibika. Kwa nini inaharibika? Sio kwa sababu imefika mwisho wake, kwa sababu imetumika kinyume na makusudi, kwa sababu imetumika kinyume na maagizo. Kwa hiyo aliyekuwa ana design hii chupa alisema kusudi la chupa hii ni kuhifadhi vimiminika baridi. Maagizo ya chupa hii, usiweke vimiminika vya moto. Kwa hiyo urefu wa maisha ya chupa hii umefungwa kwenye matumizi sawa na kusudi na kwenye matumizi yasiyoenda kinyume na maagizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikitumika nje ya maagizo, hii chupa maisha yake yatafupika, sio kwa sababu imefika mwisho, ila ni kwa sababu imetumika kinyume na kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndivyo yalivyo maisha yetu. Urefu wa maisha yetu, ni kweli Mungu anatukusudia tuishi maisha marefu. Ni kweli na sisi tunatamani kuishi maisha marefu,
lakini maisha marefu nje ya kusudi hayawezekani. Unapoanza kuishi nje ya kusudi, unapoanza kuishi nje ya maagizo, nini kinatokea? Unafupisha na kukatiza maisha yako. Au kama ni kitu unakifanya nje ya kusudi, unakifanya nje ya maagizo. Kazi unaifanya nje ya kusudi, unaifanya nje ya maagizo. Nini kinatokea? Unafupisha maisha ya ile kazi, unafupisha maisha ya iko kitu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kutolitumikia kusudi kunaweza kabisa kufupisha maisha ya mtu. Kutolitumikia kusudi kunaweza kabisa kufupisha maisha ya mtu. Kuna watu wanakufa kwa sababu amekataa kutumikia kusudi la Mungu duniani, na Mungu anamuondoa duniani. Kuna vitu vinakufa kwa sababu tumekataa visitumikie kusudi la Mungu kutupatia hivyo vitu. Kuna kazi zinakufa kwa sababu mtu amekataa ile kazi isitumike kwa kusudi ambalo Mungu alimpatia ile kazi. Vile vile biashara na maeneo mengine. Kwa kutokufanya kile ambacho umeumbiwa au umeumbwa kufanya na yale maagizo kunaweza kufupisha maisha, kwa sababu kusudi siku zote linaambatana na maagizo binafsi. Amen. Bwana asifiwe sana. Nataka nitoe mifano mitatu ya kibiblia. Namba moja, Yohana Mbatizaji. Yohana wakati anaulizwa yeye ni nani, akasema mimi ni sauti ya mtu aliaye kutokea nyikani. Yohana ndivyo alijitambulisha. Wewe ni nani? Asa mimi ni sauti ya mtu aliaye. Mimi sio tu Yohana, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. Sio anaelilia mjini, anaelilia wapi? Nyikani. Maana yake nitapigia kelele nyikani, Yohana. Kwa hiyo Yohana akiwa nyikani, akiwa kwenye kusudi, maana yake kusudi lake ni kupiga kelele kwa niaba ya Yesu, kumtambulisha Yesu, lakini maagizo yake hizo kelele azipigie wapi? Nyikani. Kwa akiwa nyikani alikemea askari, aliwakemea watu wa serikali, kawaambia tokeshekeni na mishahara yenu. Alifanya kila anachofanya na hakuwahi kukutana na tatizo lolote akiwa nyikani. Siku alipoenda mjini, akaenda kumkemea Herode mjini, ndio ilikuwa mwisho wa maisha ya Yohana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa moja kitu ninaamini kilimuua Yohana, alitoka kwenye eneo lake, alitoka kwenye kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kutoka kwenye kusudi lako, kutoka kwenye eneo lako, kutoka kwenye maagizo yako kunaweza kufupisha maisha yako au kufupisha kile unachokifanya. Mungu anaweza akawa amekuita kufanya kitu fulani eneo fulani, na kwa sababu umeona kimefanikiwa eneo fulani, ukalazimisha kukipeleka eneo lingine bila maelekezo ya Mungu. Ukashangaa ni wewe yule yule, ni kitu kile kile, lakini kinakufa. Kwa nini? Inawezekana lile ni kusudi ambalo lilikuwa linaambatana na maelekezo ya kieneo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfano wa pili ni mtu mmoja anaitwa tunamfahamu maarufu kama nabii kijana. Nabii kijana ambaye habari zake zinaonekana kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 13. Nabii kijana, Wafalme wa Kwanza sura ya 13 kuanzia mstari wa 7 mpaka wa 24. Unamwona mtu anaitwa anafahamika kama nabii kijana, japo kwenye Biblia haisemi hasa nabii kijana, lakini anafahamika kama nabii kijana. Huyu ndugu alipewa maagizo na Mungu, nenda nchi fulani, na unapoenda njiani usisalimie mtu yoyote. Nenda kwenye ile nchi, alafu nenda kwa mfalme, akikukaribisha chakula usile, alafu kampelekee neno langu, kamwambie 1, 2, 3, alafu utarudia njia fulani na usile chakula wala usalimiane na mtu. Akapewa maagizo, akaenda mpaka kwenye ile nchi, akaenda mpaka kwa mfalme, akampa maelekezo. Biblia imemuita mtu wa Mungu, akaenda mpaka kwenye ile nchi, akampa maelekezo mfalme, na kuna mambo kadhaa yalitokea, na akaanza kurudi. Wakati anarudi
akakutana na mtu anaitwa nabii mzee. Nabii mzee akamwambia, na mimi Mungu amesema na mimi, njoo tukale chakula nyumbani. Sasa kula chakula sio tatizo, lakini kula chakula lilikuwa ni tatizo kwa mtu ambaye amepewa maelekezo asile chakula. Kwa hiyo kusudi ambalo Mungu alimpatia lilikuwa linaambatana na maelekezo ya kutokula chakula kwa kipindi fulani, lilikuwa linaambatana na maelekezo ya kutopita njia fulani, lilikuwa linaambatana na maelekezo ya kutosalimiana kwa yeye yule mtu. Ndio maana nimesema ni maagizo binafsi. Amen. Kwa yule nabii kijana alipokutana na nabii mzee, akaenda wakala chakula mezani. Walikula chakula watu wengi kwenye ile meza, lakini aliyekufa ni mmoja peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa maana yake alivunja maagizo binafsi ya kusudi lake kwa sababu ya watu wengi, na mwisho wa siku alipata shida yeye peke yake. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anatuita na anatupa maagizo binafsi ili tuendelee kufurahia kutembea katika kusudi la Mungu. Ni lazima tujifunze kuyatii na kutembea kwenye maagizo binafsi. Amen. Ndio maana nasema urefu wa maisha ya mtu au maisha ya kile Mungu alichokupatia unategemea kusudi na maagizo binafsi. Na unajua hapa nikiingia tu ndani kidogo, kwenye kila wito kuna maagizo binafsi. Inawezekana wote tukawa wahubiri wa Injili, lakini kila mtu ana maagizo binafsi. Inawezekana wote tukawa waimbaji, lakini kila mtu ana maagizo binafsi. Moja ya kitu kinachoua utumishi, kwa mfano, kuna waimbaji ambao ni kweli Mungu amewaita kwenye hilo eneo na wana maagizo binafsi, lakini kwa kadri anavyokuwa anapokelewa na kundi la waimbaji wenzie, analazimishwa kufanya vile ambavyo wengine wanafanya, na mwisho wa siku anaua kile alichobeba, kwa sababu kila kusudi lina maagizo yake binafsi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kula chakula haikuwa tatizo, na mpaka sasa kula chakula sio tatizo, lakini kwa huyu nabii kijana kula chakula ndio kulimponza. Kula chakula ndio kulimponza. Maana yake nini? Wakati Mungu akikuagiza kibinafsi funga, alafu ukasema mbona wengine hawafungi kama mimi, maana yake wewe ukila wengine wanaweza wasipate shida, wewe unaweza ukapata shida. Kuna wengine Mungu amewaagiza kibinafsi ndani ya kanisa kwamba wewe pamoja na kwamba wanapangiana zamu za usafi, lakini wewe kibinafsi ni agizo lako kusafisha kanisa. Sasa usije ukasema mbona nasafisha mimi peke yangu. Ikiwa ni agizo lako binafsi, ukiliacha unaweza ukakutana na shida. Kuna wengine wamepewa maagizo binafsi kufanya jambo fulani, hata kama wengine wakiliacha, usiliache ikiwa ni agizo lako binafsi, kwa sababu hilo agizo lina muunganiko na urefu wa maisha yako, lina muunganiko na mafanikio yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nasema urefu wa maisha ya mtu umefungwa kwenye kusudi na maagizo binafsi. Usivunje maagizo yako binafsi kwa sababu ya wengi, kwa sababu ya majority hawafanyi. Kuna watu Mungu amewaelekeza kuwa na aina fulani ya mifungo, lakini kwa sababu ni kama vile wengi hawafanyi hiyo mifungo, yeye anaamua aache kwa sababu na wengine hawafanyi. Na hii ni tatizo, na wengi wamekutana na shida kwa sababu ya kuvunja maagizo binafsi kwenye kusudi. Mfano wa tatu ambao nataka niongelea, afu nitaongelea vitu ambavyo vitakuwa sasa ni rahisi kuelewa maagizo binafsi. Mfano wa tatu ni mfano wa Samson. Samson alikuwa ameumbwa kwa kusudi na alikuja duniani kwa kusudi, na mmoja ya maagizo aliyopewa kwenye kusudi lake ni asinyoe nywele. Kunyoa nywele hakukuwa tatizo, lakini kwa Samson ilikuwa ni tatizo. Kwa hiyo sio kila mwanaume wa kipindi kile alikuwa anyoi nywele, wengine walikuwa wananyoa nywele, lakini Samson aliambiwa moja ya agizo lako binafsi ni kutonyoa nywele. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo pamoja na kwamba wengine wote walikuwa wananyoa, maisha yanaenda, lakini Samson alipoacha maagizo binafsi,
ambayo yalikuwa yanaambatana na kusudi lake kama mkombozi wa Israeli, tunaona kwenye maandiko Samson alipoteza maisha yake. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu atakuagiza, kuna vitu Mungu anatuagiza kwa jumla, na kuna vitu Mungu anatuagiza kibinafsi kwa sababu ya makusudi. Kuna wengine makusudi yao waliobeba hayamruhusu kukaa masaa kwenye TV, hayamruhusu kufanya kitu fulani, hayamruhusu kwenda mahali fulani. Ni kusudi alilobeba. Haimaanishi kila mtu anayefanya vile amekosea, haimaanishi kila mtu anayekwenda pale amekosea, lakini kuna makusudi ambayo ni ya kipekee na yanaambatana na maagizo binafsi. Kwa kama watu wa Mungu, lazima kujua kile kinachoambatana na kusudi lako, na kama ni agizo binafsi, uhakikishe unaliishi hilo, ili usije ukajikuta umeingia kwenye matatizo, kwa sababu urefu wa maisha ya mtu una connection, unaambatana na maagizo binafsi ambayo amepewa pamoja na lile kusudi la kuwepo kwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa labda nirudi kwenye upande wa maisha ya kawaida. Kila kazi Mungu anayokupatia lipo kusudi la hiyo kazi. Kila kazi Mungu anayokupatia lipo kusudi, kwa sababu maandiko yanasema ni Mungu atendaye kazi ndani yetu kwa kila tutakalo au tutendalo katika kulitimiza kusudi jema. Kwa maana yake kazi. Sasa hapa unajua watu wengi wanafikiri kazi ni kuhubiri peke yake. Kwa maana ya kazi ya Mungu ni kuhubiri peke. Kila kazi ambayo Mungu aliiweka ndani yako, kwamba ukaanza kusikia msukumo, fanya kazi hii, ile ni kazi ya Mungu. Iwe ni biashara, fanya biashara hii, ile ni kazi ya Mungu. Sasa Mungu aliiweka hiyo kwa makusudi. Aliweka hiyo kwa makusudi. Na hiyo kazi kama Mungu aliweka kwa makusudi, huwa inaambatana na maagizo binafsi. Kila kazi ambayo Mungu anakupatia, lipo kusudi la kukupatia hiyo kazi, na yapo maagizo ya kupatia hiyo kazi, ili uendelee kuwa na uhalali wa kuendelea kukikalia hicho kiti au kuikalia hiyo nafasi ya kazi. Amen. Sasa watu wengi tunafikiri kazi ni za kimwili peke yake. Ukishakuwa mtu wa kiroho, kazi yako pia ni ya kiroho. Ina kusudi la kiroho pamoja na lile la kimwili. Wengi tunatazama kazi zetu na shughuli zetu kwenye mtazamo wa kimwili peke yake, hatutazami kwenye mtazamo wa kiroho. Ndio maana wakati mwingine kunaibuka vita. Mtu anafanya kazi vizuri, lakini kunaibuka upinzani, ajui umetokea wapi. Inawezekana ule upinzani unasababishwa na kutojua makusudi ya kiroho ya kazi na maagizo ya kiroho ya kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Naeleweka vizuri, watu wa Mungu? Sasa nataka nielezee kidogo. Kwa mfano, mtu akipewa kazi ya ajira, kuna kitu kinaitwa maagizo ya kazi, au Kiingereza wanaita job description. Maelekezo ya kazi na maagizo ya kazi yanamwambia utafika kazini muda fulani, utatengeneza ripoti kadhaa na kadhaa, na vitu kadhaa ambavyo vinamwelekeza ni maagizo. Sasa kikawaida yale maagizo ya kazi ndio huwa yanamhakikishia kuendelea kuwepo kazini. Kwa mtu anaweza akapewa mkataba kabisa, ni umeajiriwa mahali fulani, alafu maagizo yako ni haya: utafika saa 2, utatoka saa 11, utaleta ripoti fulani kila wiki, utafanya 1, 2, 3. Unasaini mkataba, lakini kitakachokufanya uendelee kuwa na ile kazi usiipoteze ni yale maagizo, ukiendelea kuyaishi. Umepewa kazi, alafu ukaanza kuchelewa kazini, ulete ripoti kwa wakati na vitu vingine vya aina hiyo, baada ya muda utapoteza kazi. Kwa nini? Kwa sababu umeshindwa kujua maagizo yanayoambatana na ile kazi. Sasa sisi kama watu wa Mungu, wakati tunapata hizi kazi za mwilini, pia tuna maagizo ya rohoni yanayotokana na hiyo kazi. Kwa sababu ukitaka kujua inaanzia rohoni,
Ndio maana kabla ya kupata kazi ulianza ukamwomba kwanza Mungu. Mungu ni roho. Kwa maana yake Mungu akikupa kazi mwilini, maana yake amekupa hiyo nafasi rohoni kwanza. Inaanza rohoni alafu inathibitishwa mwilini. Kama ambavyo kuna maagizo ya mwilini, ndivyo ambavyo kuna maagizo ya rohoni pia. Amen. Kwa hiyo kuwa na nafasi ya kuendelea na hiyo kazi mwilini kunategemea na utekelezaji ya maagizo ya mwilini, na kuwa na nafasi ya kuendelea na hicho kiti, hiyo nafasi rohoni, kunategemea na utekelezaji wa maagizo ya rohoni. Maagizo ya rohoni yakivunjika, yakiharibiwa, nafasi ya mwilini inaweza kuwepo kwa muda, baadaye ikapotea. Na kuna wengi wamepoteza nafasi za mwilini, nafasi za kazi, na akiangalia ni kama vile alikuwa anafanya kila kitu vizuri kwenye job description yake, lakini kukaibuka vita ikamtoa pale. Ukifuatilia vizuri, ilianzia rohoni ikamtoa, alafu maana yake hakuwa na backup ya rohoni ambayo ilikuwa inaweza kutunza hicho cha mwilini. Na hiyo backup ya rohoni mara nyingi inapotea vipi? Wakati Mungu anakupa kazi, huwa anakupa na maagizo ya kiroho. Kwa hiyo ukishika ya mwilini ukapoteza ya kiroho, maana yake utajikuta umepoteza na ile kazi. Na anaposema kazi, sio tu ajira. Wakati Mungu anakupa hiyo biashara, alikupa na maagizo ya rohoni. Wakati Mungu anakupa hiyo ajira, alikupa na maagizo ya rohoni. Lakini wengi watu tunapoteza ya rohoni tukipata ya mwilini, na ndio maana tunainua vita za kimwili kwenye kazi zetu. Amen. Sasa unajuaje maagizo yanayoambatana na kazi ambayo Mungu amekupatia? Agizo la kwanza la jumla ni zaka. Zaka ni agizo. Zaka ni agizo. Biblia inasema leteni zaka kamili, ikiwemo chakula, muone kama sitafungulia madirisha. Alafu anasema kwa ajili yenu nitamkemea alai. Maanake zaka ni agizo la moja kwa moja la kila mtu ambaye amepata kazi na inamuingizia kipato. Hilo ni agizo. Kwa maana yake huyu mtu aliyepata kazi inayomuingizia kipato, akitii maagizo yote ya mwilini, job description yake, na akasahau agizo la rohoni, maana yake kuna nafasi ya rohoni haitafanya kazi mwilini, na anaweza akainua vita kwenye kile anachokifanya. Lakini namba mbili, unajuaje agizo? Kuna yale mambo ambayo umekuwa unamwambia Mungu wakati unamuomba akupatia hiyo kazi au akupe biashara. Yale mambo ambayo ulikuwa unamuomba Mungu, na kwa kweli ulikuwa unasikia kabisa moyoni, kuanzia moyoni mwako kabisa, na uliomba sincere kabisa kwamba Mungu, ukinipa kazi nitafanya hivi kwenye kazi yako, nitasapoti ujenzi. Ukinipa kazi nitakutolea hivi. Ukinipa kazi nitafanya hivi kwa wazazi. Ukinipa kazi nitafanya hivi kwa wajane na yatima. Na ulisema ukimaanisha, na ulisikia moyoni kufanya hivyo. Maana yake nini? Yale ni maagizo ambayo yanaambatana na ile kazi ambayo Mungu anakupa. Kwa usalama wa kazi yako, lazima uyakumbuke yale maagizo ambayo ulikuwa unamwambia Mungu kabla hujapata hiyo kazi. Kwa hayo ni maagizo pia. Sasa watu wengi baada ya kupata kazi tunaacha hayo maagizo, chelewa kujua kusudi. Au mwingine anajiona mimi bado mdogo kulitumikia kusudi. Linapokuja swala la kujua kusudi, haihusiani na umri. Hakuna kuchelewa kwenye kulijua kusudi lako, na hakuna kuwahi. Unapopata nafasi ndio unaanzia hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mwingine anasema natamani ningesikia miaka 20 iliyopita. Ndio haujasikia miaka 20 iliyopita, ndio unasikia sasa. Kwa hiyo usihangaike na miaka 20 iliyopita, unaanzia hapo hapo. Angalia sasa hivi ninaweza kufanya nini, na unaanzia hapo. Mwingine anasema umri wangu bado, labda nisubiri kidogo umri. Kama Mungu angeona umri bado, asingelileta hili sasa. Kwa hiyo unaanzia pale pale kujua kusudi. Umri wa mtu hauzuii kulijua kusudi na kulitumikia. Hakuna kuchelewa, unaanzia hapo hapo. Maandiko yanasema Mungu hawahi wala achelewe. Ukifikiri amewahi, hajawahi kukuletea hizi taarifa, na ukifikiri amechelewa, hajachelewa kukuletea hizi taarifa, kwa sababu yeye hawahi wala hachelewi. Amen. Lugha ya kuchelewa mara nyingi
Lugha ya kuchelewa haitoki kwa Mungu, inatoka kwa shetani. Shetani anakuambia umechelewa, anakukatisha tamaa usifanye chochote, alafu unakaa hivyo. Baada ya miaka 2 mitatu ukitaka kufanya tena anasema yani bora ungefanya miaka 2 iliyopita, sasa hizi ndio umechelewa zaidi. Kwa hiyo usikubali lugha ya kuchelewa, unaanzia hapo hapo. Amen. Niliwahi kwenda kuhubiri mahali, nikamkuta mchungaji mmoja, mzee mmoja, alikuwa ni mchungaji mstaafu. Alikuwa na miaka 92 wakati huo. 92. Alafu nilifundisha kuhusiana na kusudi. Yule babu alikuwepo humo ndani. Unajua alipotoka akasema yani ili somo limenitia wivu. Sasa wakati ananielezea anasema alikuwa na miaka 2, kila siku alikuwa anaenda kuhubiri hospitali. Mzee wa miaka 92. Anasema tangu akiwa na miaka 90 alianza. Baada ya kuwa amestaafishwa uchungaji kanisa alilokuwa, akasema akawa anaenda kuhubiri hospitali. Kila siku anaenda kuhubiri na kuombea wagonjwa hospitali. Kwa hiyo hapo sasa nimetoka kuhubiri, ananiambia yani nasikitika, nitaongeza bidii. Mzee wa miaka 92. Alafu kuna kijana wa miaka 40 na 50 anasema mimi nimechelewa. Mungu hana kuchelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza akarejesha miaka iliyoliwa ambayo inaonekana kama imepotea. Ukianza kusimama kwenye kusudi, Mungu hana shida. Umri unaweza ukawa namba, alafu mwili ukabaki hivyo hivyo, usizeeke. Kwa hiyo muhimu ni kulianza kulitumikia kusudi bila kujali uko kwenye eneo gani. Hivi unajua Ibrahimu wakati anaambiwa toka wewe na familia yako uende mpaka nchi nitakao kuambia, unajua alikuwa na miaka 75. Yaani Ibrahimu ana miaka 75 anaishi kwa baba yake na mama yake. Mungu anaambia toka hapo nyumbani kwenu. Miaka 75, mzee kabisa, anaishi kwao. Ndio anaambiwa nenda mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Miaka 75. Kwa maana yake kusudi la Mungu, Mungu hana kuchelewa. Unaanzia pale pale uliposikia na unatii na Mungu anakusaidia. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 5 kwenye kusudi lako ndio nimetumia lugha ndio uwanja wako wa nyumbani. Kwenye kusudi lako ndio uwanja wako wa nyumbani, au ndio mahali ambako utatumika na kupata utosherevu wa ndani. Kwenye kusudi lako ndio mahali ambapo utatumika na kupata utoshelevu wa ndani. Ndio mahali pako pa kutumika kwa uhuru na amani na kwa moyo wako wote. Kwa moja ya namna ya kupima kitu ambacho ni cha kusudi, moja ya namna ya kupima ni kusikiliza ile hali ya ndani. Unaposikia utoshelevu katika kufanya jambo, ni ishara ya nje ya kwamba unachofanya ni kitu cha kusudi. Unapokosa utoshelevu, ni ishara inayoonyesha ya kwamba hiki unachokifanya inawezekana sio cha kwako. Mtu akitumika kwenye kusudi anajisikia kuwa mahali pake. Mtu akitumika nje ya kusudi anajisikia kama yuko misplaced. Yaani ni kama vile watu wanaweza wakaona anafanya kitu kizuri na inawezekana hata kikawa na matokeo mazuri ya kifedha, lakini huku ndani pakawa panakataa. Sasa watu wengi hatuzingatii hiki kitu cha kusudi. Watu wengi kwanza huwa tunazingatia matokeo ya nje, lakini ukweli ni kwamba kabla ya matokeo ya nje, jifunze kuzingatia moyo wako unasemaje. Jifunze kuzingatia ile hali ya utoshelevu wa ndani. Jifunze kuzingatia ile hali ya uhuru wa ndani wakati unafanya kitu ambacho ni cha kwako, uliumbwa kikufanya. Utasikia uhuru wa ndani wa kukifanya. Utasikia kama umefika mahali pako, hata kama hakina matokeo ya nje. Biashara ambayo ni ya kwako, umeumbwa kuifanya, utasikia hali ya utoshelevu kabla haija kuletea faida. Utoshelevu wa kusudi hauletwi kwanza na hela, hauleti kwanza na kitu, unaletwa kwanza na moyo. Bwana asifiwe sana. Ndio maana mfuatilie mtumishi wa Mungu yoyote wa kweli anayefanya kile ambacho Mungu amemuita kufanya. Cha kwanza kwake sio hela. Cha kwanza kwake ni ile hali ya utoshelevu katika kutimiza anachotakiwa kufanya. Alafu mambo mengine yanafuata. Ukiona mtu anafanya mambo namba moja ni hela,
kuna uwezekano mtu afanye kitu cha kusudi. Ndio maana hata mwalimu wa kusudi, cha kwanza kwake sio hela, sio mshahara. Cha kwanza kwake ni kile anachokifundisha watoto wakipokee, kile anachofundisha kibadilishe watoto, lakini pia tabia za watoto. Kwa unakuta cha kwanza kwake ni ustawi wa watoto na sio mshahara. Kisikia mwalimu anasema mimi sijali umeelewa hujaelewa, mimi sijali, mimi ninachojua tarehe 23 mshahara wangu umeingia, ujue huyo mwalimu yuko misplaced, yuko mahali pasipo pa kwake. Mwalimu wa kusudi, cha kwanza sio mshahara kuingia, cha kwanza ni mtoto ameelewa, cha kwanza ni tabia za mtoto. Na ndivyo ilivyo daktari ambaye anatumika eneo la kusudi, cha kwanza ni afya ya mgonjwa. Lakini kuna madaktari akiingia mgonjwa tu anasema yes, tayari hela ya consultation imeshaingia. Huyu mtu hawezi kuzingatia afya, hawezi kuzingatia kusudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukihudumiwa na mtu wa kusudi ni tofauti sana ukihudumiwa na mtu wa mshahara. Unajua hata Yesu alisema kuna wa mshahara na kuna wa kusudi. Ukihudumiwa na mtu wa kusudi, service ndio namba moja. Ukihudumiwa na nesi wa kusudi, unajua kuna mwingine utafikiri ni mwanajeshi amepewa sindano. Unajiuliza hivi, mbona ana hata chembe ya huruma? Nesi ambaye kwa kweli aliingia kule kwa sababu alikosa nafasi kwingine ikabidi awe nesi. Lakini kuna mwingine ni mtu wa kusudi, yani anakuhudumia hadi unatamani uendelee kuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndivyo ilivyo kwenye kila eneo. Moja ya namna ambavyo tutajua tuko kwenye eneo letu la kusudi, kuna utoshelevu wa kufanya unachokifanya kuliko hela. Ndio maana wakati mwingine sisi wahubiri, watumishi wa Mungu hatueleweki. Yaani unaweza ukaniwekea hapo fungu la hela, alafu ukaniwekea hapo kundi la wanafunzi, ukaniambia hapa usipowahubiria walisali moja tunakupa hizi hela, iwe amount yoyote. Mimi nitakataa hela, nitawahubiria wale hata kama huko hamna hela. Kwa sababu gani? Kuna kitu cha kusudi kinakupa utoshelevu kuliko kiasi chochote cha hela. Unafikiri hela una utoshelevu, kusudi na utoshelevu kuliko hela. Ndio maana watu wa kusudi wakati mwingine unaweza ukasema mbona kama amechanganyikiwa hivi, anaachaje kazi afu aende kupiga kelele mtaani kuhubiri injili? Kuna kitu cha kusudi kina nguvu kuliko pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kimsingi Mungu alituumba tuishi na hiki kitu cha kusudi. Mfanyabiashara ambaye atafanya biashara ya kusudi, inawezekana isimuingizie hela mwanzoni, lakini Mungu ukifanya kitu cha kusudi, hakuna namna kusudi lisivutwe hela. Hakuna namna. Kwa sababu kimsingi Mungu alituumba tuishi kwa makusudi yetu. Tuishi kwa makusudi yetu. Ila kwa sababu ya kutaka vitu kwa haraka, ndio maana wakati mwingine tunatoka kwenye maeneo yetu, tunatoka kwenye makusudi yetu. Lakini ukitembea kwenye kusudi, cha kwanza ni utoshelevu na mwisho ni matokeo, ni faida na matokeo kwenye kile unachokifanya. Amen. Kwa moja ya namna ya kujua unachokifanya ni sahihi, sikiliza moyoni. Kama moyo unakupa utoshelevu, endelea kufanya kwa bidii, endelea kujiboresha, endelea kuwa bora, ongeza maarifa, ongeza bidii kwenye hicho. Baada ya muda, Biblia inasema hakuna kazi isiyo na faida. Hakuna kazi isiyo na faida. Sasa kazi kimaandiko ni kusudi. Kazi kimaandiko ni kusudi. Kwa kile cha kusudi ukikifanya, lazima kitakuletea matokeo. Amen. Na kimsingi wakati tunachagua tunavyotaka kuvifanya, lazima tuzingatie utoshelevu. Kama wewe usikii utoshelevu kwenye eneo la mapishi, yani usifungue hata biashara ya catering. Usihangaike nayo. Kwa sababu ikiwa kinachokudrive ni hela peke yake, kuna kitu utakideliver. Lazima kwanza kiwe kinachotudrive ni utoshelevu, alafu ndipo tufanye kile tunachotakiwa kufanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi naeleweka vizuri. Sasa kwa sababu ya muda tutaishia hapa, alafu tutakuwa na hizi dakika kama 20 za kumwomba Mungu.